أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. وصلاة الله وسلامه على سيدنا وشفيعنا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية. الحمد لله. Baada ya kumhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuregesha shukrani za dhati vile vile kwa muumba wa mbingu na ardhi Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya neema zake mbalimbali, juu ya rehema zake mbalimbali, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia lau tutahisabu neema zake basi hatuwezi kuzidhibiti. Na vile vile rehma na amani zimshukie na zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama pamoja na ali zake na masahaba zake na wema wote kwa jumla. Tukiendelea na kipindi chetu hii katika channel yetu hii ya Al-Mahabba na nasaha za kidini, kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mapenzi yake ametuafikia na ametujalia mimi na wewe tukawa ni miongoni mwa waliojaaliwa na kuingiliwa na mwezi wa Rajab. Alhamdulillah. Hii si kwa ajili ya nguvu zetu wala uwezo wetu, bali ni mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala kutuchagua kuwa hai katika wakati kama huu, hasa katika ndani ya mwezi wa Rajab. Tupo katika mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab ni mwezi gani? Mwezi wa Rajab utukufu wake ni gani? Mwezi wa Rajab daraja yake ni gani? Itoshe tu ya kwamba mwezi wa Rajab ni mmoja katika miezi minne mitukufu, ni mmoja katika miezi minne yenye daraja, ni mmoja katika miezi minne yenye cheo, mwezi wa Rajab. Na hili limethubutu ndani ya Al-Qur'anul Karim pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran, hakika ya idadi ya miezi ya Kiarabu ni miezi 12, minha 4 hurum, ndani ya miezi 12 kama hiyo kuna miezi minne ambao kwamba ni miezi mitukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba miezi minne ni mitukufu katika miezi hiyo 12. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alibainisha ya kwamba ni miezi gani hiyo minne ambao kwamba ni mitukufu kwa hadithi yake ambao kwamba aliposema katika hijjatul wada, inna zamana qad istadara, zama zimeregea zimezunguka, kayomi hayatihi, kama vile ambao kwamba ilivyokuwa yauma khalaqa samawati wal ardh, yani ile siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoumba ardhi na akaandika ya kwamba kuna miezi minne ambao kwamba ni mitukufu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake ndefu hii akaitaja, akasema kwamba ni Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram na Rajab. Miezi mitatu imefuatana, ukiwa ni mfungo pili ambao kwamba ni Dhulqaada ama Dhulqaida, na vile vile Dhulhijja, mwezi wa Dhulhijja, na Muharram mfungo 4.
kisha na Rajab iko kando. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kwa nini kwanza, hikma gani ya miezi hii minne kufuatana kisha Rajab ikawekwa katikati? Miongoni mwa hikma wanasema kwamba imefuatana miezi hii mitatu kwa sababu gani? Dhulqaada ni watu wapate kujiandaa na safari ya haji, kisha kuna haji katikati yake, kisha kuna ni Muharram. Yani Uislamu mambo yake yote yameweka na hikma maalum na mafundisho maalum. Hakuna kitu katika Uislamu isipokuwa kuna hikma na mafundisho ndani yake. Angalia katika hii miezi mitatu ambao kwamba imefuatana, katikati kuna mwezi wa Dhulhijja. Mwezi wa Dhulhijja ni mwezi ambao kwamba Waislamu wanatoka kila upande, wanatoka kila kona ya dunia, wanakuja pale Maka kwa ajili ya kufanya ibada ya haji. Na ilikuwa tabia ya Waarabu, mara nyingi walikuwa wakipigana sana, takriban katika mwaka mzima walikuwa wakipigana, lakini ilikuwa ikifika ashhurul hurum, miezi minne, ile miezi mitukufu, ilikuwa Waarabu wote wanaeka panga zao chini, wanaeka silaha zao chini, hawapigani. Wanasema ya kwamba hata mtu akamkuta ndugu yake ama mtu ambao kwamba amemuua ndugu yake ama amemuua baba yake, ilikuwa ni amani katika miezi hii minne mitukufu. Ndio Al-Qur'anul Karim ama ndio Uislamu ikaweka miezi hii mitatu kwa kufuatana, ya kwamba mwezi wa kwanza Dhulqaada mtu aende na safari yake, kwa sababu ilikuwa ni safari ya kwenda na wanyama, ni safari ya kwenda na upande wa majini, mashua, mabot zile. Kwa hivyo wawe na amani katika kwenda kufanya haji, kisha waregee hali ya kufanya haji, kisha kama wataendelea na mambo yao basi waendelee. Kwa hivyo mwezi wa Rajab ni mmoja katika miezi minne mitukufu, na hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyopanga. Kuna vitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amevifadhilisha kuliko vitu vingine. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Al-Qur'anul Karim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaumba anachokitaka. Yakhluqu ma yasha, anaweza akaumba kitu chochote akaumba, wala huwezi kumuuliza wala hawezi kuulizwa kwa nini ameumba hii, ameumba hiki, ameumba na hiki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha, anaumba kitu chochote anachokitaka. Wa yakhtar, kisha baada ya kuumba kuna vitu anavichagua, kuna vitu anavifadhilisha, kuna vitu anavipatia daraja kuliko vingine. La yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Mwenyezi Mungu haulizi kwa nini umeumba hiki na kwa nini umekifadhilisha hiki, wa hum yusalun. Qur'ani inasema kwamba bali sisi ndio tutaulizwa kwa nini umefanya hivi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haulizwi. Na katika vitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amevitukuza miongoni mwao ni kama mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba watu, lakini katika watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawafanya manabii, al-anbiya war-rusul, ndio watu bora katika watu wote. Kaumba watu, kaumba binadamu wote, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akachagua manabii na wale mitumi ndio watu bora ama ndio viumbe bora. Na katika hao ndani yake manabii na mitumi, ndani yake kuna wale wa bora zaidi kuliko wengine. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa minal malaika rusulan, na kuna malaika wingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba, lakini katika wao kuna wale ambao kwamba ni bora, nao ni wale malaika ambao kwamba ni wanatuma, rusulan minhum Jibril, miongoni mwa malaika bora wale wenye kutumwa kufanya kazi, miongoni mwao ni Jibril alayhi salam katika malaika wote. Wa minal kalami
adh-dhikru wal Qur'an, dhikrullahi wal Qur'an. Angalia katika jumla ya mazungumzo, jumla ya maneno yote, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kachagua Qur'an na dhikrullah, ndiyo maneno bora kuliko maneno yote. Wa min ash-shuhuri Ramadhan wal ashhurul hurum, na katika miezi hii 12 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaufadhilisha, kauchagua mwezi wa Ramadhan, na hii ashhurul hurum ndiyo miezi bora katika miezi mingine yote ambayo kwamba iliyobakia. Na miongoni katika ashhurul hurum ni mwezi wa Rajab. Baada ya kuona, baada ya kujua utukufu wa mwezi wa Rajab, daraja ya mwezi wa Rajab, tufanye nini ndani ya mwezi wa Rajab? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutahadharisha, anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, musiende mukafanya baadhi ya mambo zikaenda kuzidhulumu nafsi zenu. Musiende kufanya mambo ambayo kwamba mutajidhulumu nafsi yenu. Yani usiende ukafanya mambo katika miezi hii mitukufu na katika miezi mingine pia kadhalika, lakini hii ni tahadhari zaidi. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba usifanye mambo ambayo kwamba yatakwenda kutuweka katika balaa, tusifanye mambo ambayo kwamba yatatuenda kutuweka katika shida, tusifanye mambo ambayo kwamba yatakwenda kutuweka katika matatizo, tusifanye mambo ambayo kwamba yatakwenda kutuingiza katika hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, tuwe makini sana na tuwe na tahadhari sana kufanya mambo mabaya, mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameyachukia zaidi, haswa ndani ya miezi mitukufu. Ndio hata baadhi ya wanazuoni wanasema ya kwamba yoyote mwenye kufanya baya, mwenye kufanya uovu katika mwezi wa Ramadhani, mwezi hii mitukufu, basi nyongeza yake inakuwa ni zaidi. Kwa sababu gani? Ya utukufu ya mwezi ile mitukufu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifanya nini? Ameyatukuza. Kwa hivyo ni kufanya khairati mbalimbali, ni kufanya mema mbalimbali, ni kufanya mazuri mbalimbali katika mwezi hii mitukufu, kama vile kuleta istighfar kwa wingi, kama vile kumswalia mtume kwa wingi, kama vile kutoa sadaka kwa wingi, kama vile kuweza kufunga. Angalau usiishe, angalau usimalizike mwezi huu mtukufu isipokuwa mimi na wewe angalau tumechukua baadhi ama chochote kile ambacho kwamba kiko ama kinapatikana katika mwezi hii mtukufu, kwa sababu si mwezi kama ile miezi mingine. Hatujui ukiisha, hatujui ukimalizika, tutapata Rajab nyingine kama hii ama hatupate. Na vile itakuwa ndio maandalizi ya kungojea mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika kuzizoezesha, katika kujaribu zile nafsi zetu na mwili wetu kwa ajili ya kufunga. Basi tushikamane sana na ibada, tushikamane wingi wa kuleta dhikri, tushikamane na wingi wa kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile hata kuweza kufunga. Si lazima kufunga mwezi wote kamili, angalau uchague kama ni Alhamisi, kama ni kufunga kila Jumatatu, ama ni kufunga vile utakavyoweza, haina siku maalum, lakini angalau iwe mimi na wewe tumetabaruku ndani ya mwezi huu wa Rajab. Basi tusitawilishe wala kurefusha. Nasaha yangu najihusia na nawahusieni nyinyi watazamaji ya kwamba tutahadharini sana na kufanya na kukhalifu amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika miezi hii mitukufu. Naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwezesha na atatusaidia kufanya kila lililo jema, kila lililo zuri la kumridhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie, atujalie min alladhina yastami'una qawla wa yattabi'una ahsana, walhamdulillahi rabbil alamin, wal 'afwa minkum.